Bishe Harish Maharaj kutoka madhehebu ya Hindu, naye atuongoze kwa sala. Namaste. Our Excellency the President, distinguished guests, ladies and gentlemen, I quote a sermon written in our book Srimad Bhagavad Gita, Gita chapter 4:7, Panchadasamo Adhyaya, Yada yada hi dharmasya gnanir-bhavati bharata abhyuttana dharmasya sambhavami yuge yuge. Na tadbhasayate suryo na shashanko na pavaka yadgratva na nivartante taddhama paramam mama. Mamevansho jivaloke jivabhuta sanatana manachashtani indriyani prakriti stani karshati. Iti main shlok. Atha Yajurved Shanti Mantra. Dyoho Shanti Antarikshagum Shanti Rapa Shanti Rokhadaya Shanti Vanaspataya Shanti Vishve Deva Shanti Brahma Shanti Sarvagun Shanti Shanti Reva Shanti Shama Shanti Redhi. Om Shanti Shanti. Asante Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa viongozi, na hapa ndio tumefikia mwisho wa kipengele hichi cha dua na sala kwa ajili ya mpendwa wetu Dr. John Pombe Magufuli ambaye ametangulia mbele ya haki. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa viongozi, ndugu waombolezaji, katika ratiba yetu tuna nyimbo mbili maalum za maombolezo. Tuanze na wimbo kutoka kwa Toti. Karibu Toti. Majonzi na simanzi Tanzania tunalia, Raisi umetutoka. Nenda baba, umeanza safari kurudi kwa Mola wako, umetuacha wapweke. Kwa majonzi na simanzi Tanzania tunalia, Raisi umetutoka. Umeanza safari kurudi kwa Mola wako, umetuacha wapweke. Nenda baba, umemaliza mwendo wako, uishi hapa duniani. Nenda baba, ukapumzike baada ya kazi kubwa duniani. Wow.
tarehe 17 jioni yenye huzuni, giza nene lilitanda. John Pombe, Mama Samia Suluhu katangazia taifa, raisi umetutoka. Nenda Magufuli. Tarehe 17 jioni yenye huzuni, giza nene lilitanda. Nenda John Pombe, Mama Samia Suluhu katangazia taifa, raisi umetutoka. Nenda Magufuli, Watanzania tunakulilia, Waafrika watakukumbuka wote. Nenda baba ukapumzike, baada ya kazi kubwa uliyofanya. Watanzania tunakulilia, Waafrika watakukumbuka wote. Nenda baba ukapumzike, baada ya kazi kubwa uliyofanya. Umefanya kazi kubwa kuijenga Tanzania hadi uchumi wa kati. John Pombe, Tanzania ya viwanda, miundombinu werevu, mashule na zahanati. Nenda Magufuli, umefanya kazi kubwa kuijenga Tanzania hadi uchumi wa kati. Tanzania ya viwanda, miundombinu werevu, mashule na zahanati. Magufuli, uliwapa heshima wanyonge, wakaifaidi nchi yao. Nenda baba ukapumzike, baada ya kazi ngumu uliyofanya. Uliwapa heshima wanyonge wa nchi yetu, wakaifaidi nchi yao. Tanzania yetu. Nenda baba ukapumzike, baada ya kazi ngumu uliyofanya. Uliwapa heshima wanyonge, wakaifaidi nchi yao. Nenda baba ukapumzike, baada ya kazi ngumu uliyofanya. Uliwapa heshima wanyonge, wakaifaidi nchi yao. Asanteni sana Tanzania One Theater Tot. Ama ya hakika, nenda mpendo wetu ukapumzike kwa kazi ngumu na nzito na iliyotukuka. Daima tutakukumbuka. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa heshima na taadhima sasa
Naomba Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Kamati ya Kitaifa ya Mazishi nimkaribishe Mheshimiwa Kassim Majaliwa aweze kutoa neno la utangulizi. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Hafidh Amer, mume wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mama Janet Magufuli, mjane wa hayati Mheshimiwa Dkt. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Waheshimiwa marais, waheshimiwa makamu wa marais, waheshimiwa mawaziri wakuu na wawakilishi wa marais kutoka nje ambao wamekuja kujumuika nasi. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Masoud Othman Masoud, makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Mheshimiwa Hamed Suleiman Abdullah, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar. Mheshimiwa Job Yustino Ndugai, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid, Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar. Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamisi Juma, Jaji Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Omar Othman Makungu, Jaji Mkuu wa Zanzibar. Waheshimiwa marais wastaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Rais wastaafu wa Zanzibar na wenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Waheshimiwa Makamu wa Rais na mawaziri wakuu wastaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nichukue fursa hii kwa unyenyekevu mkubwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Rahimu kwa kuturuzuku uhai na kutuwezesha kujumuika katika tukio hili la huzuni kubwa kwa taifa letu, Afrika na dunia kwa ujumla, la kumwaga mpendwa wetu Hayati Dkt. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, baada ya kuitangazia taifa msiba huu mzito, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imepokea salamu nyingi za rambirambi kutoka kwa wakuu wa nchi na serikali wa nchi mbalimbali, wakuu wa mashirika na taasisi mbalimbali za kimataifa na viongozi mashuhuri mbalimbali ulimwenguni. Mheshimiwa Rais, tukisema tuzisome hapa salamu zote tulizozipokea itachukua muda kuzimaliza. Kwa unyenyekevu na kwa niaba ya serikali, familia na wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunawashukuru wote waliotufariji kwa salamu hizo. Hakika tumefarijika. Mmetupa moyo na nguvu katika kipindi kigumu cha majonzi mazito kwa taifa letu. Mheshimiwa Rais, pamoja na salamu hizo, tunao hapa wakuu wa nchi na serikali, wakuu wa mashirika na taasisi mbalimbali za kimataifa na viongozi mashuhuri ambao wamekuja kutufariji na kushiriki pamoja nasi leo hii katika tukio la mazishi ya kitaifa ya mpendwa wetu hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako na kwa unyenyekevu mkubwa, naomba kuchukua fursa hii kuwatambulisha wageni mbalimbali, wakuu wa nchi wafuatao waliopo miongoni mwetu.
Nianze kwanza na Mheshimiwa Felix Anthony Tshisekedi Tshilombo, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Tunaye pia Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya na mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tunaye pia Mheshimiwa Filipe Jacinto Nyusi, Rais wa Jamhuri ya Msumbiji na mwenyekiti wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika. Tunaye pia Mheshimiwa Cyril Matalema Ramaphosa, Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kusini. Tunaye pia Mheshimiwa Mokgweetsi Masisi, Rais wa Jamhuri ya Botswana. Tunaye pia Mheshimiwa Azali Assoumani, Rais wa Muungano wa Visiwa vya Komoro. Tunaye pia Mheshimiwa Dr. Lazarus Makathi Chakwera, Rais wa Jamhuri ya Malawi. Tunaye pia Mheshimiwa Edgar Chagwa Lungu, Rais wa Jamhuri ya Zambia. Tunaye pia Mheshimiwa Emerson Dambuzo Mnangagwa, Rais wa Jamhuri ya Zimbabwe. Tunaye pia Mheshimiwa Prosper Bazombana, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Burundi. Tunaye pia Mheshimiwa Dr. Ngolo Mbumba, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Namibia. Tunaye Mheshimiwa Dr. Eduardo Ngirete, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Rwanda. Tunaye pia Mheshimiwa Tete Antoine, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Angola, anayemwakilisha Rais wa Angola. Tunaye pia Mheshimiwa Brahim Ghali, Mjumbe maalum wa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kiarabu ya Saharawi. Tunaye Mheshimiwa Gotabaya Rajapaksa, Mjumbe maalum wa Mheshimiwa Dr. Kanathan, Rais wa Sri Lanka. Na hapa leo Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda, anawakilishwa na Mheshimiwa Richard Kabonero ambaye ni balozi wa nchi hiyo hapa Tanzania. Mheshimiwa Rais, pamoja na viongozi hawa, tunao pamoja nasi mabalozi kutoka nchi zifuatazo wakiongozwa na Mheshimiwa Ahmada El-Badoui Mohamed Faki, balozi wa Muungano wa Visiwa vya Komoro na amidi wa mabalozi wanaowakilisha nchi zao hapa nchini. Tunao pia mabalozi kutoka nchi za Jamhuri ya Shirikisho la Ujerumani, Japan, Finland, Oman, Jamhuri ya Watu wa China, Uswisi, Misri, Sweden, Denmark, Indonesia, Ireland, Marekani, Uingereza, Malawi, Norway, Namibia, Umoja wa Ulaya, Ubelgiji, Ufaransa, Qatar, Somalia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Cuba, Rwanda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Korea, Canada, Uhispania, Zimbabwe, Poland, Jamhuri ya Sudani, Morocco, Jamhuri ya Sudani Kusini, Algeria, Kuwait, Vietnam, Pakistan, Angola, Jamhuri ya Korea na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia tunao kaimu mabalozi wanaowakilisha zao hapa nchini kutoka Afrika ya Kusini, Italia, Libya, Iran, Burundi, Palestina, Msumbiji, Uturuki, Nigeria, Zambia na Saharawi. Tunao pia wakuu wa jumuiya za kikanda na mashirika ya kimataifa, mratibu mkazi wa mfuko wa Umoja wa Mataifa UN System, katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, katibu mtendaji wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, spika wa Bunge la Afrika Mashariki, rais wa Mahakama ya Watu na Haki ya Afrika, rais wa Mahakama ya Haki ya Afrika Mashariki, mwakilishi mkazi wa UNDP, mwakilishi wa UN Women, mwakilishi wa Shirika la Umoja wa Mataifa la Maendeleo ya Viwanda, mwakilishi wa Mfuko wa Umoja wa Mataifa Watoto UNICEF,
mwakilishi wa Benki ya Dunia, mkuu wa mfuko wa Umoja wa Mataifa ya United Nations Capital Fund, katibu mkuu wa Umoja wa Mawasiliano ya Afrika, Pan-African Telecommunication Union, mwakilishi mkazi wa Taasisi ya Maendeleo ya Aga Khan na mwakilishi wa Shirika la Msalaba Mwekundu. Tunao pia wawakilishi wa heshima waliopo hapa nchini wanaoziwakilisha nchi za Lithuania, Sierra Leone, Ugiriki, Senegal na Jamaica. Mheshimiwa Rais, nashukuru sana kuwatambulisha wote, na sasa ufuate wimbo maalumu wa pili, na baada ya hapo nitamkaribisha Waziri Mkuu kutoa neno maalum. Wimbo maalum wa pili wa maombolezo kutoka Tanzania All Stars. Kilichopita kilikuwa ni utambulisho wa wakuu wa nchi, serikali na mashirika ya kimataifa kutoka nje pamoja na mabalozi, utambulisho uliofanywa na Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Profesa Palamagamba Kabudi. Tanzania All Stars, karibuni. Vizuri hakidumu abadan, abadan, abadan. Vizuri hakidumu abadan, abadan, abadan. Niliposikia sauti ya Mama Samia alipotujuza Magufuli ameshatutoka, nilibaki nawaza, lakini nikavumilia, maana imani yetu inatuambia duniani tunapita. Mungu we, mweke pema peponi. Umekwenda na mfano wa kiza ikizima taa. Vipi nitabasamu na sina furaha, kilichobaki mimi ni kuomba kwa Jah. Kuamini nahisi kama ni ndoto, ni kubwa hili linanizidia. Tulikuwa wote safarini, mbona umetuacha njiani? Nashindwa hata kuvumilia. Naziona bendera zinapepea nusu mlingoti, hadi tausi wa Ikulu nao wanakupigia magoti. Kila nikitazama Chato mawazo mengi yanajia, wanja mpya kweli zitashuka tena bombardia. Ila umemwacha superwoman, super Mama Samia, tena super mwenye super mbele ya super Tanzania. Nenda baba, tutakutana huko mbeleni, nitaikumbuka ile kofia ulionivisha kwa kampeni. Tuwezi sahau mazuri umefanya Magufuli, hayafutiki. Tuwezi sahau, umeacha alama. Sijulizi kwa nini nashindwa kuamini kama kweli umeondoka. Labda sababu lituvutia inaseka madini angani, umetuweza Magu. Nasikia sauti ikisema hapa kazi tu. Nasikia sauti ikisema mtangulize Mungu. Nasikia sauti, sauti yenye nguvu, sauti ya ushindi, ya kiongozi mwenye imani ya kweli. Flyovers, barabara, haki ni sawa kwa makonda wa daradara. Usimamizi makini, sauti ya watu maskini, lami mjini mpaka mabondeni salasala. Mimi nisubiria treni ya umeme ulotuachia, mradi wa Stiglitz umeme hautotukatikia. Ulitupatia upendo na uongozo vitendo, afu umetuacha wenyewe dama takulilia. Hata nikipewa leso nijifute machozi, aisaidi nacholia ni moyo, ni moyo, moyo. Najua mazuri yako yanang'ara na mwezi, nenda salama jiwe la Afrika.
mwaka hujapita, Novemba ulipoapishwa, leo majonzi baba tunakuimbia tena. Tulikuimbia hata mwaka hujaisha, leo tunaimba tena, naumia moyo. Ni heri ungetuambia kama utatuacha tujipange, mbona pigo baba huzuni, safari imewadia, umetuacha dadi, asa umetuacha na nani? Mola, naomba tusali tumwimbie, na ili litapita, hakika hakuna aijuaye kesho ni yetu. Mola, mengi katufundisha, kumbuka alisema Tanzania viwanda na imani tumeiona. Umauti kweli fumbo, haujui lini utaondoka, tupo safarini kila mmoja, umetangulia wewe, tunakuombea. Tuwezi sahau mazuri umefanya Magufuli, hayafutiki. Tuwezi sahau umeacha alama. Sasa kuna flyover, uchumi wakati, kwa juhudi zako tumepanda. Magufuli, umejenga Tanzania baba. Yani kama yangekuwa maamuzi yetu, tusingekubali uende, tusingekubali atende, tusingekubali atoke haya. Wasanii ulitukumbuka, hukujali huyu nani. Wasanii ulitukumbuka, hukujali huyu ni nani. Umekwenda haraka Magufuli, rudi ima tutete. Msaafu wa miko ya uongozi, uthubutu na kuamini katika chako, uje utupe na sisi tukupe mkono wa bye-bye. Magufuli, umeacha watu, umeacha wapiganaji, umemwacha mpambanaji anayeamini na kujipambanua kama raisi wa wanyonge. Mama yetu, kipenzi chetu, Samia Suluhu Hassan, na katika hotuba yake iliyojaa majonzi na huzuni kubwa, ametuahidi, ametuhakikishia yuko tayari kusimama na Watanzania. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Shughuli hii ya leo ya mazishi ya kitaifa ya mpendwa wetu hayati Dkt. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inafanyika chini ya sheria ya mazishi ya viongozi wa kitaifa sura namba 119 ya sheria za Tanzania, yani the National Readers Funeral Act, chapter 419 of the laws of Tanzania. Kwa mujibu wa kifungu cha 11 kifungu kidogo cha pili cha sheria hiyo, mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya mazishi ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na makamu mwenyekiti wa kamati hiyo ni makamu wa pili wa rais wa Zanzibar. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, naomba sasa nimkaribishe Mheshimiwa Kassim Majaliwa, mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya mazishi, atoe neno la utangulizi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu.
Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Amer, mume wa Mheshimiwa Rais, waheshimiwa marais wa nchi mbalimbali ambazo leo mmekuja hapa kuungana nasi kwenye siku hii ya huzuni, Mheshimiwa Dkt. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Othman Masoud Othman Sharif, makamu wa kwanza wa Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, makamu wa pili wa Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Job Ndugai, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Zuberi, Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Mheshimiwa Profesa Ibrahim, Jaji Mkuu wa Mahakama Tanzania, Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya pili, Mheshimiwa Dkt. Jakaya Mrisho Kikwete, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 4, Mheshimiwa mama yetu Janet Magufuli, mjane wa hayati Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, watoto wa marehemu na familia, Mheshimiwa Dr. Mohamed Ghalib Bilali, makamu wa Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Amani Abedi Karume, Rais mstaafu wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein, Rais mstaafu wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, waheshimiwa mawaziri wakuu wastaafu mlioko hapa, waheshimiwa mawaziri wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar mlioko hapa, waheshimiwa wabunge na waheshimiwa wawakilishi wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, waheshimiwa mabalozi, wanadiplomasia na wawakilishi wa taasisi za kimataifa mlioko hapa, Mheshimiwa Dkt. Billy Mahenge, mkuu wa mkoa wa Dodoma, waheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa mlioko hapa mkiongozwa na Mheshimiwa Shibuda, watumishi wa umma na watumishi wa sekta binafsi ambao pia mko hapa, ndugu viongozi wa dini, wanafamilia, wanahabari na Watanzania wote popote mlipo, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Bwana asifiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa Rais na ndugu wananchi, kama ambavyo mnafahamu, sote tumekusanyika katika viwanja hivi vya Jamhuri jijini Dodoma kwa lengo la kumuaga na kumwombea dua kiongozi wetu mpendwa wetu Hayati Dkt. John Pombe Joseph Magufuli, aliyekuwa rais wa awamu ya 5 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo ni siku ya masikitiko, lakini pia ni siku ya kitaifa ya kuaga mwili wa aliyekuwa kiongozi wetu mpendwa, baba yetu, kaka yetu, kipenzi chetu, ambaye yuko mbele yetu, amepumzika. Hivyo basi, nami naomba nitumie nafasi hii adhimu kutoa pole kwako Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, Mama Janet, pia watoto wa marehemu, bila kuwasahau wanafamilia, ndugu, jamaa na marafiki, pamoja na Watanzania wote, lakini pia na wale wote ambao kwa namna moja au nyingine wameguswa na msiba huu mkubwa ndani ya nchi yetu na nje ya nchi yetu. Kama mnavyofahamu, baada ya tangazo lilotolewa na Mheshimiwa Rais na baada ya kutolewa ratiba na kwamba shughuli hizi za kuaga zilianza tarehe 20 mwezi huu wa 3 na pale jijini Dar es Salaam, na ratiba hii inatarajiwa kuendelea hadi tarehe 26 mwezi huu wa 3, wakati ambapo mpendwa wetu hayati Dkt. John Pombe Magufuli
aliyekuwa rais wa awamu ya 5 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakapopumzishwa katika nyumba yake ya milele kijijini kwake Chato, wilaya ya Chato, mkoa wa Geita. Ratiba hii imelenga kutoa fursa kwa Watanzania kutoa heshima zenu za mwisho kwa kipenzi chetu, mtetezi wetu wa wanyonge, mpenda maendeleo, anayeondoka akiwa ameacha alama kubwa, hayati Dkt. John Pombe Joseph Magufuli. Mheshimiwa Rais, tangu kuanza kwa shughuli hii, wakati wote tumekuwa tukipokea mwitiko na ushirikiano kutoka kwa wananchi na wadau mbalimbali ambao wameendelea kujitokeza kwa wingi kwa lengo la kuaga na kumwombea dua kipenzi chetu hayati Dkt. John Joseph Pombe Magufuli. Tumeona makundi mbalimbali, watoto wadogo, wa umri wa kati, wazee wakijitokeza maeneo mbalimbali kutoa hisia zao, uchungu wao wa kuondokewa na kipenzi chetu aliyekuwa rais wa nchi yetu Dkt. John Pombe Magufuli. Ndugu wananchi, pokeeni salamu za shukurani kwa kujitokeza kwenu kwa wingi katika maombolezo haya na kwa ushirikiano wa karibu ambao mmekuwa mkitupatia wakati wote, kuanzia maandalizi na hata sasa tunapopita kwenye maeneo yenu. Mheshimiwa Rais, kwa wingi huu wa wananchi wa kutamani kiongozi wao mpendwa, tumeongeza fursa ya wengi kupata nafasi ya kumuaga kwa kupita kwenye barabara kadhaa kwenye mitaa maalum iliyowekwa na maeneo yetu yote matano tuliyoyaandaa kupita na kipenzi chetu ili wananchi na wenyeji wetu. Kesho tutakuwa Zanzibar, tutafanya hivyo pia baada ya kuwa tumepata dua kwanza uwanja mkuu wa lakini pia tutakwenda kwenye mibarabara maalum. Baada ya kumaliza Mwanza, tutakwenda Zanzibar, tutakwenda Mwanza tarehe 24. Baada ya kutoka hapo, Mwili utatembea barabarani kutoka Mwanza kupitia wilaya Misungwi na kuvuka kwenye daraja kubwa la Busisi na kuelekea Sengerema, Geita, Katoro, Bwanga hadi Chato, ambako pia tarehe 25 wanachato watapata nafasi ya kumwaga pia mtoto wao, pendwa wao, kaka yao, Mheshimiwa Dkt. John Pombe Magufuli. Mheshimiwa Rais, nitakuwa mchoyo wa fadhila iwapo sitakupongeza wewe binafsi, Mheshimiwa Rais wetu, kwa uimara na subira kubwa uliotuonyesha Watanzania kabla na hata baada ya kupokea kijiti cha urais kufuatia kifo cha mpendwa wetu hayati Dkt. John Pombe Magufuli aliyekuwa rais wa awamu ya 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, ninapenda kutumia nafasi hii kukushukuru sana kwa maelekezo na ushauri wako uliotuwezesha Kamati Kuu ya Kitaifa kuendelea na uratibu wa shughuli hii kwa ufanisi mkubwa. Ndugu wananchi, leo hii tunapomuaga na kumwombea dua mpendwa wetu Dkt. Magufuli, namna mzuri ya kumwenzi ni kuishi utumishi wake uliojaa ujasiri, maono na mapenzi makubwa kwa nchi yake na watu wake wakati wa kipindi chote cha utumishi wake. Nyote mtakubaliana nami kuwa wengi tulitamani aendelee kuwa nasi kimwili. Hata hivyo, kifo ni swala lisiloepukika, lakini pia lisiloelezeka na liwa lizoeleki katika maisha ya mwanadamu. Hivyo basi, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu na kukubali kutimia kwa maandiko ya Mungu ambaye alitoa na sasa ametoa, na jina lake lihimidiwe, kwani yote ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Ndugu wananchi, umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Hivyo basi, katika mazingira haya ya majonzi, huzuni na maumivu ya kumpoteza hayati mzee wetu Mheshimiwa Magufuli,
naomba kuungana na kauli ya Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwamba tuendelee kushirikiana, kustahimiliana, kuzidisha upendo, umoja na mshikamano miongoni mwetu. Aidha, kila mmoja kadiri ya imani yake tuendelee kumwombea kwa Mwenyezi Mungu aipumzishe roho ya hayati Dkt. John Pombe Magufuli kwa amani. Ndugu wa Tanzania, kama alivyotangulia hapa Waziri wa Mambo ya Nje kwa kuonyesha orodha kubwa ya viongozi kutoka nchi 17, kwa kweli leo tunayo faraja kubwa ya kukimbiliwa na majirani zetu. Tunawashukuru sana sana na tunawaombea nanyi pia muendelee vizuri kwenye majukumu yenu kwenye nchi zenu. Tanzania ni nchi rafiki nanyi, Tanzania ni nchi jirani nanyi, tunawapenda sana na leo tumethibitisha upendo wenu kwetu kwa kutukimbilia kwenye jambo hili. Kupata marais 9 kwa kuacha shughuli zao kwenye nchi zao sio jambo dogo. Kuwapata makamu marais 2 kutoka kwenye nchi zao sio jambo dogo. Lakini kuwapata pia mawaziri wakuu 2 kutoka kwenye nchi zao sio jambo dogo. Tunao wakilishi wa marais, lakini tunao waheshimiwa mabalozi ambao pia tuko nao hapa wa nchi karibu zote ambazo zinawakilishwa hapa Tanzania. Watanzania, jambo hili linaonyesha upendo mkubwa walionao dhidi yetu, nasi tunapaswa kujifunza kitu kutoka kwao. Nitumie nafasi hii kutoa shukrani zangu sasa za dhati kwa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kupitia makamu wa pili wa rais Mheshimiwa Ahmed Abdullah ambaye ni makamu mwenyekiti wa kamati ya mazishi ya kitaifa kwa kazi kubwa na mzuri ambayo ameifanya kwa kuungana na wajumbe wengine wa kamati na hatimaye kuratibu kama ambavyo mnaona hapa. Nitoe shukrani zangu kwa waheshimiwa mawaziri wote kutoka Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, lakini pia kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi ya mshikamano wa pamoja ambayo imefanywa kufikia hatua hii ya maandalizi na bado tunaendelea. Niendelee pia kutoa shukrani zangu kwa makatibu wakuu wote wakiongozwa na makatibu wakuu viongozi kutoka Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa uratibu wa kitendaji wa karibu na kuhakikisha huduma zote za kamati zinafikiwa ili kuweza kutufikisha hapa tulipofika. Napenda pia nitoe shukrani zangu kwa vyombo vya ulinzi na usalama ambavyo vimeshiriki kikamilifu, na kwa kweli utulivu na mshikamano, amani iliyojitokeza kwenye maeneo yote, na tuna matumaini na maeneo yaliyobaki ni kazi kubwa mzuri inayofanywa na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Nawashukuru sana madaktari ambao walijenga vibanda vya huduma ya kwanza Dar es Salaam hapa na maeneo mengine kwa kazi mzuri kubwa walioifanya ya kuwatibu wale wote waliofikwa na matatizo ya kiafya wakiwa kwenye zoezi la kumwaga mpendwa wetu. Niwashukuru Msalaba Mwekundu kwa ushiriki wenu pamoja na madaktari kutoa huduma mbalimbali kwenye maeneo yetu na kazi ambayo naamini mtaendelea nayo. Sitaweza kuwasahau vyombo vya habari kwa kazi ya kuwaelekeza Watanzania kila hatua ya matukio ambayo Watanzania wote sasa wana ufahamu kubwa, wanauelewa wa mwenendo wa ratiba kumwaga mpenzi wetu, kaka yetu, kiongozi wetu, pendwa wetu Mheshimiwa Dkt. John Pombe Magufuli. Naomba niwashukuru makundi ambayo pia yenyewe yameshiriki kikamilifu kama vile wasanii wameendelea kuimba nyimbo za maombolezo, na mnafahamu maombolezo ni siku 21. Wasanii wetu wametuhakikishia wataendelea kutoa huduma hiyo kupitia vyombo vya habari vya kutunga nyimbo mbalimbali, lakini pia kuonyesha hisia na kwa kweli uchungu wa kumpoteza kiongozi wetu ambaye pia leo hii tuko hapa, tuko tayari kumwaga. Mheshimiwa Rais, kwa taarifa hii ya utambulisho wa shughuli hii ya kuaga ambayo leo tunaifanya hapa Dodoma kitaifa, na kama ambavyo nimeeleza, zoezi la kuendelea kumwaga kiongozi wetu litaendelea kwenye mikoa mbalimbali na vituo vingine 3 vilivyobaki vitakavyotufikisha tarehe 26, siku ambayo tutampumzisha
kiongozi wetu, inakamilisha taarifa ambayo leo niliona niifikishe kwenu. Naomba tuendelee kumwombea rais wetu. Naomba tuendelee kutenda mema yale yote ambayo ameyafanya. Tuhakikishie Watanzania, nasi tuko pamoja nanyi. Tutaendelea kuendeleza yale yote aliyoyatenda na tutaendelea kubuni yale yote yenye mwelekeo wa yale ambayo alikuwa anafikiria kipenzi chetu rais wetu Dr. John Pombe Magufuli. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa nafasi hii ulionipa ya kueleza tukio hili. Asante sana kwa kunisikiliza. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa heshima niliyopewa ya kuwa amidi wa shughuli hii na kwa idhini yako, naomba sasa nisome wasifu wa hayati Daktari John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuzaliwa: Hayati Dkt. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alizaliwa siku ya Alhamisi tarehe 29 Oktoba mwaka 1959 katika kijiji cha Katoma, tarafa ya Bugando, wilaya ya Geita, wakati huo ikiwa mkoa wa Mwanza. Alikuwa mtoto wa 3 katika familia ya watoto 12 wa mzee Joseph Magufuli Marco Nyahinga na mama Suzana Ngolo Musa. Siku alipozaliwa, bibi yake alikuwa amepika pombe na hivyo akampa jina la Waagwa kwa lugha ya Kisukuma, ambayo kwa Kiswahili maana yake pombe. Hii ndiyo asili ya jina pombe. Elimu: mwaka 1967 hadi 1974 hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Chato. Mwaka 1975 alijiunga na seminari ya Katoke Biharamulo mkoani Kagera, ambapo alisoma kwa miaka 3 hadi mwaka 1977 ambapo alihamia katika shule ya sekondari ya Lake iliyopo mkoani Mwanza alipohitimu na kupata cheti cha elimu ya sekondari mwaka 1978. Mwaka 1979 hadi mwaka 1981 alijiunga na shule ya sekondari ya Mkwawa mkoani Iringa, ambapo alihitimu na kupata cheti cha mtihani wa kidato cha 6 katika tahasusi, yani combination ya kemia, hesabu na elimu. Mwaka 1981 hadi 1982 hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alipata stashahada ya ualimu katika masomo ya kemia, hesabu na ualimu kutoka katika chuo cha ualimu Mkwawa mkoani Iringa. Mwaka 1985 alijiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam, na mwaka 1988 alihitimu na kupata shahada ya kwanza ya sayansi ya ualimu katika masomo ya kemia na hesabu. Mwaka 1991 alijiunga na masomo ya shahada ya uzamili inayotolewa na chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa kushirikiana na chuo kikuu cha Salford kilichopo Uingereza, na kuhitimu mwaka 1994
kwa kutunikiwa shahada ya sayansi katika somo la kemia, yani Master of Science in Chemistry. Tasnifu yake ilihusu the decomposition kinetics of the lanthanide 3 alkyl halides. Mwaka 2006, hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alijiunga tena na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa ajili ya masomo ya shahada ya uzamivu, yani Doctor of Philosophy, wakati akiwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Mwaka 2009 alitunikiwa shahada ya uzamivu, yani Doctor of Philosophy, katika somo la kemia. Tasnifu yake inahusu the potential anacationic acid self-assembled monolayers from cashew nut shell liquid as corrosion protection coatings. Pia hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli amechapisha machapisho 6 ya kisayansi na mengi yakiwa katika eneo la materials chemistry. Mafunzo ya jeshi. Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alihudhuria mafunzo ya jeshi la kujenga taifa kwa mujibu wa sheria kuanzia Julai 1983 hadi Juni 1984 kama ifuatavyo. Mwezi Julai mwaka 1983 hadi Disemba mwaka 1983 alikuwa katika kambi ya Makutupora mkoani Dodoma. Kuanzia Januari mwaka 1984 hadi Machi mwaka 1984 alikuwa kambi ya Makuyuni Arusha. Na kuanzia Aprili 1984 hadi Juni 1984 alikuwa kambi ya Mpwapwa JKT alikomaliza mafunzo yake. Akiwa jeshini, Dr. John Pombe Joseph Magufuli alijifunza uzalendo, ukakamavu na matumizi ya silaha mbalimbali. Ajira na kazi. Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli aliajiriwa kwa mara ya kwanza mwaka 1982 akiwa mwalimu wa somo la kemia na hesabu katika shule ya sekondari ya Sengerema mkoani Mwanza. Kazi ya walimu alifanya kwa mwaka mmoja hadi mwaka 1983. Mwaka 1989 hadi mwaka 1995, hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli aliajiriwa kama mtaalamu wa kemia katika chama cha ushirika Nyanza mkoani Mwanza, kazi aliyoifanya kwa muda wa miaka 6. Kazi za uongozi. Mwaka 1995, hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli aliteuliwa kuwa naibu waziri wa ujenzi, wadhifa aliotumikia hadi mwaka 2000. Alipoteuliwa kuwa waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano, alitumikia nafasi hiyo hadi mwaka 2006 alipohamishiwa kwenda Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Mwaka 2006, hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli aliteuliwa kuwa waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo na Makazi, wadhifa aliotumikia hadi mwaka 2008 alipohamishiwa Wizara ya Mifugo na Uvuvi kuwa waziri wa wizara hiyo hadi mwaka 2010. Mwaka 2010, hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli aliteuliwa tena kuwa waziri wa ujenzi kwa mara ya pili na kudumu kwenye nafasi hiyo kwa miaka 5 hadi mwaka 2015. Siasa. Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alianza kujishughulisha na uongozi wa kisiasa mwaka 1990 alipogombea ubunge katika jimbo la Biharamulo. Pamoja na kutokufanikiwa katika kinyang'anyiro hicho, aliwashangaza wengi alipokwenda kumshika mkono mpinzani wake na kumpongeza kwa ushindi alioupata. Alikiri kuwa alishindwa kihalali katika uchaguzi huo, na jambo hili lilimpatia heshima kubwa kwa ukomavu wa kisiasa aliouonesha na kujipambanua
kuwa ameiva kisiasa. Mwaka 1995 hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli ashiriki tena katika kinyang'anyiro cha ubunge katika uchaguzi mkuu wa kwanza wa vyama vingi na kushinda ubunge wa jimbo la Biharamulo Mashariki. Mwaka 2000 hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli aligombea kwa mara nyingine ubunge wa jimbo la Biharamulo Mashariki, ambapo alipita bila kupingwa kutokana na kupendwa na wapiga kura wake. Mwaka 2005 alishiriki tena kugombea ubunge wa jimbo la Biharamulo Mashariki, na wakati huu kwa sababu zile zile za kupendwa na wapiga kura wake alipita bila kupingwa na kuendelea kuwa mbunge. Mwaka 2010 hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alikwenda tena kugombea ubunge wa jimbo la Chato na aliendelea kupita bila kupingwa. Mwaka 2015 hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alikuwa miongoni mwa makada wa Chama cha Mapinduzi CCM waliochukua fomu za kuomba kupeperusha bendera ya chama hicho kwenye kinyang'anyiro cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli aliteuliwa na chama chake kugombea kiti cha urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2015, ambapo alishinda uchaguzi huo na kuwa rais wa awamu ya 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwaka 2016 hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Akiwa waziri, hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alikuwa mwenyekiti wa ukanda wa maendeleo wa Mtwara kati ya mwaka 2000 na 2005. Mwenyekiti mwenza wa mkutano wa 3 wa maendeleo ya miji duniani ulioandaliwa na shirika la makazi la Umoja wa Mataifa mwaka 2006 hadi 2008 uliofanyika Vancouver, Canada, na yeye kushika nafasi hiyo. Alikuwa mwenyekiti wa baraza la mawaziri la Umoja wa Nchi za Maziwa Makuu kuhusu uvuvi mwaka 2008 hadi 2009. Akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alikuwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC kuanzia mwaka 2016 hadi 2017, na mwenyekiti wa Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC kuanzia mwaka 2019 hadi mwaka 2020. Baadhi ya mafanikio ya hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli wakati wa uongozi wake: utawala, kuhamisha makao makuu ya shughuli za serikali mkoani Dodoma mwaka 2016, uamuzi ambao ulikuwa haujatekelezwa kwa ukamilifu kwa miaka mingi tangu mwaka 1973. Kurejesha nidhamu ya utendaji kazi na uadilifu katika utumishi wa umma kwa kuondoa watumishi wasiokuwa na maadili na utendaji mzuri serikalini. Kuimarisha utumishi wa umma kwa kuondoa watumishi wasiokuwa na sifa ambao waligushi vyeti vya elimu. Kuondoa watumishi hewa katika orodha ya malipo ya mishahara katika utumishi wa umma. Kuhimiza utendaji kazi wenye kujali matokeo, matumizi bora ya rasilimali za umma na utoaji wa huduma bora kwa wananchi kupitia kauli mbiu yake ya hapa kazi tu. Kuimarisha utawala wa sheria na utoaji haki sawa kwa wote na kwa wakati kwa kuimarisha mfumo wa mapambano dhidi ya rushwa, usimamizi wa maadili ya viongozi wa umma, usimamizi wa masuala ya haki za binadamu na ustawi wa demokrasia nchini. Kuimarisha mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi kwa kuanzisha mahakama ya makosa ya rushwa na uhujumu uchumi nchini. Kubadilisha muundo wa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kwa kuimarisha ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali,
kuanzisha ofisi ya wakili mkuu wa serikali na kuimarisha ofisi ya taifa ya mashtaka, kuimarisha ushirikiano baina ya serikali na mihimili ya bunge na mahakama, na kuimarisha ushirikiano wa Afrika Mashariki, kikanda na kimataifa. Kuongezeka kwa pato la taifa. Katika nyanja hiyo ilikuwa ni kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya serikali na kusimamia matumizi sahihi ya fedha za umma. Kuongezeka kwa pato la taifa hadi kufikia wastani wa 6.8 mwaka 2019. Kuifanya Tanzania kuingia kwenye kundi la nchi zenye uchumi wa kati mwaka 2020, miaka mitano kabla ya muda uliopangwa wa mwaka 2025, na kuongeza fursa za kiuchumi na biashara kwa makundi mbalimbali, hususan wa Tanzania wenye kipato cha chini. Viwanda. Kukuza sekta ya viwanda kwa kuhamasisha ujenzi wa viwanda vidogo, vya kati na vikubwa nchini, ambapo idadi ya viwanda vipya vilivyojengwa katika kipindi cha utawala wake vilifikia 8,477. Madini. Kudhibiti upotevu wa mapato yanayotokana na uchimbaji na usafishaji wa madini kwa kutunga sheria mpya ya madini iliyowezesha kupitia upya mikataba yote ya madini. Kuanzisha masoko ya madini katika mikoa na wilaya mbalimbali nchini. Kujenga ukuta wa Mererani ili kudhibiti upotevu wa madini ya Tanzanite. Na kupanua umiliki wa hisa za serikali kwenye kampuni za madini kuanzia 16% inayoweza kufika hadi 50%. Habari, utamaduni na michezo. Kuwezesha lugha ya Kiswahili kuwa moja ya lugha rasmi za mawasiliano katika mikutano ya Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC na katika Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC. Kuimarisha shughuli za michezo, sanaa na burudani, na hivyo kuongeza fursa za ajira kwa vijana wengi nchini. Nishati. Kuanzisha utekelezaji wa miradi ya kuzalisha umeme wa bwawa la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere huko Rufiji na bwawa la Rusumo katika mpaka wa Tanzania, Rwanda na Burundi. Kusitisha ukodishaji wa mitambo ya dharura ya kuzalisha umeme kwa kutumia mafuta mazito ambao ulikuwa ukiigharimu serikali fedha nyingi. Kupitia upya na kusitisha baadhi ya mikataba kati ya TANESCO na wazalishaji binafsi wa umeme ambayo ilikuwa haina tija kwa taifa letu. Kuongeza kwa kasi ya kusambaza umeme vijijini kwa kutumia vifaa vilivyotengenezwa nchini, na kuimarisha mfumo wa uagizaji mafuta kwa pamoja, na hivyo kupunguza gharama zinazotokana na meli kuchelewa kushusha mafuta bandarini. Barabara. Kuongezeka kwa ujenzi wa barabara za lami kwa kiwango kikubwa, na hivyo kuifanya nchi yetu kuwa na mtandao wa barabara za lami kwenye jumla ya kilomita 12,964 za barabara za lami. Kujenga madaraja makubwa 13 likiwemo daraja la Magufuli Mto Kilombero na daraja la Nyerere Kigamboni, Dar es Salaam. Kujenga barabara za juu za Mfugale na Kijazi jijini Dar es Salaam. Kujenga barabara ya njia 8 kutoka Kimara hadi Kibaha ambayo hadi mauti inamfika ujenzi wake unakaribia kukamilika. Kujenga daraja jipya la Salenda ambalo likikamilika litajulikana kama Tanzanite Bridge Dar es Salaam,
kununua meli na vivuko ambavyo vimesaidia kuondoa adha ya usafiri katika maeneo husika, na kuanzisha wakala ya barabara za vijijini na mijini TARURA katika kuhakikisha ujenzi na ukarabati wa barabara zilizo kwenye mamlaka ya serikali za mitaa unatekelezwa kwa ufanisi. Uchukuzi, kununua ndege mpya 8 na kuongeza idadi ya wasafiri wa anga nchini, na hivyo kuongeza huduma za usafiri wa anga kutoka vituo 4 hadi vituo 13 ndani ya nchi na kuanzisha vituo 7 nje ya nchi. Kujenga na kukarabati viwanja vya ndege nchini ili kuongeza uwezo na ubora wake. Kujenga na kukarabati bandari nchini zikiwemo bandari za Dar es Salaam, Mtwara na Tanga. Kufufua na kuimarisha kampuni ya huduma za meli, hatua iliyowezesha ujenzi na ukarabati wa meli na chelezo nchini kufanyika kwa ufanisi. Kuimarisha huduma za usafirishaji kwa njia ya meli kwa kuanzisha shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC. Kuanzisha na kusimamia ujenzi wa reli ya kati kwa kiwango cha kimataifa, yani standard gauge railway. Kufufua reli ya Tanga hadi Arusha na kurejesha huduma hiyo iliyokuwa imesimama kwa muda mrefu, na kununua mabehewa na vichwa vya treni ili kuboresha usafiri wa treni nchini. Huduma za jamii, kusimamia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maji, ikiwa ni pamoja na miradi ya maji kutoka Ziwa Victoria kwenda katika maeneo mbalimbali kama vile Mwanza, Sengerema na Tabora, ili kuwawezesha Watanzania wengi kupata maji safi na salama. Kusimamia uboreshaji wa huduma ya maji safi katika jiji la Dar es Salaam na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Pwani, Arusha, Lindi, Kigoma, Songwe. Elimu, kuanzisha utoaji wa elimu bila ada hadi kidato cha 4 ili kuwawezesha watoto wote nchini kupata fursa ya elimu. Kuboresha mazingira ya kufundisha na kujifunzia kwa kujenga shule na maabara zaidi. Kukarabati shule kongwe za sekondari na kujenga nyumba za walimu na kuajiri walimu zaidi katika ngazi zote za elimu, pamoja na kuzingatia mahitaji ya makundi maalum. Afya, kuimarisha huduma za afya kwa kujenga hospitali, vituo vya afya na zahanati ili kuhakikisha kuwa huduma za afya zinapatikana nchini kote na kwa makundi yote. Kuimarisha hospitali za rufaa na kuboresha huduma za kibingwa na ubingwa bobezi, na hivyo kupunguza idadi kubwa ya wagonjwa wanaokwenda kutibiwa nje ya nchi. Kuimarika kwa huduma hizo kumevutia baadhi ya wagonjwa kutoka mataifa jirani kuja kutibiwa nchini. Kuimarisha mazingira ya sekta binafsi kushiriki katika utoaji wa huduma za afya kwa wananchi. Kusogeza huduma za afya karibu na wananchi na kuwapunguzia gharama za kufuata huduma mbalimbali na makazi yao. Na kupunguza idadi ya vifo vinavyotokana na kutopatikana kwa huduma za matibabu kwa wakati, vikiwemo vifo vya mama na mtoto. Uhusiano wa kimataifa, kuimarisha mahusiano na diplomasia kati ya Tanzania na nchi nyingine duniani. Kufungua balozi 8 mpya katika nchi zifuatazo: Algeria, Cuba, Israel, Korea Kusini, Qatar, Namibia, Sudani na Uturuki. Na kabla ya mauti, kuidhinisha kufungua konseli kuu huko katika mji wa Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haya ni baadhi ya mafanikio ambayo Hayati Dkt. John Pombe Joseph Magufuli amelifanyia taifa hili.
Tuzo. Hayati Dkt. John Pombe Joseph Magufuli ametunukiwa tuzo mbalimbali kama ifuatavyo. Mwaka 2015, tuzo iliyotolewa na wafanyakazi wa TANROADS katika kutambua mchango wake wa kuanzisha, kuilea na kuiongoza TANROADS kwa mafanikio makubwa kwa kipindi cha miaka 15, yani 2000 mpaka 2015. Mwaka 2015, tuzo ya kutambua mchango wake mkubwa katika maendeleo ya sekta ya ujenzi iliyotolewa na Bodi ya Usajili wa Makandarasi. Mwaka 2010, tuzo ya uongozi katika uhifadhi wa juhudi alizozionyesha na kwa kujitolea kwa dhati katika kukuza uwajibikaji na utawala bora katika sekta ya uvuvi. Mwaka 2005, tuzo ya shukurani ya CI Forum 2005 iliyotolewa na Baraza la Kitaifa la Ujenzi Tanzania kwa kuthamini uongozi bora katika maendeleo ya miundombinu Tanzania. Mwaka 2005, tuzo ya shukurani iliyotolewa na Kituo cha Utamaduni cha Bujola kwa kuwa miongoni mwa machifu wa kabila la Kisukuma, na wao kwa asili yao wanatoka Bukumbi, Misungwi, wilaya ya Mwanza kabla ya kuhamia Geita na Chato. Mwaka 2004, tuzo ya shukurani iliyotolewa na Baraza la Kitaifa la Usalama Barabarani la Tanzania kwa kutambua huduma bora zilizolenga kuboresha usalama barabarani nchini Tanzania. Mwaka 2004, tuzo ya kipekee ya kukuza uhandisi ya mwaka 2004 iliyotolewa na Bodi ya Usajili ya Wahandisi Tanzania. Mwaka 2004, tuzo ya Bodi ya Usajili ya Wakandarasi Tanzania iliyotolewa kwa kutambua uongozi na mchango katika maendeleo ya miundombinu. Mwaka 2003, tuzo ya usimamizi wa sekta ya barabara iliyotolewa na Mfuko wa Barabara Tanzania kwa kuthamini mchango wake katika kusimamia kikamilifu maendeleo ya sekta ya barabara Tanzania. Na mwaka 2002, tuzo ya utambuzi iliyotolewa na Taasisi ya Maonyesho ya Majengo na Ujenzi ya Afrika Mashariki 2002, yani East Africa Building and Construction Exhibition 2002. Shahada za heshima. Mwaka 2019, Hayati Dkt. John Pombe Joseph Magufuli alitunikiwa shahada ya heshima ya udaktari wa falsafa na Chuo Kikuu cha Dodoma kwa kuboresha uchumi wa nchi. Familia. Mwaka 1989, Hayati Dkt. John Pombe Joseph Magufuli alifunga ndoa takatifu na Mama Janet Mathias Mbizo. Mpaka mauti yanamfika, Hayati Dkt. John Pombe Joseph Magufuli ameacha jane na watoto 7: Suzana, Edina, Mbalu, Joseph, Jessica, Jürgen na Jeremia, pamoja na wajukuu 10. Ugonjwa na kufariki. Hayati Dkt. John Pombe Joseph Magufuli alifariki kwa ugonjwa wa moyo wa matatizo ya mfumo wa umeme ambao kitaalamu unaitwa chronic arterial fibrillation tarehe 17 Machi 2021 majira ya saa 12 jioni akiwa na umri wa miaka 61. Ugonjwa huu wa chronic arterial fibrillation umemsumbua kwa zaidi ya miaka 10. Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli
Hakika ameacha alama kubwa nchini na atakumbukwa daima kwa kuiwezesha nchi yetu kuingia kwenye uchumi wa kati, kufanya kazi kwa uadilifu na uzalendo wa hali ya juu. Bwana ametoa, Bwana ametwaa. Jina la Bwana lihimidiwe. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana, astarehe kwa amani. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Na huo ndio mwisho wa wasifu wa hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumshangilie zaidi. Tumshangilie zaidi. Tumshangilie zaidi. Tumshangilie zaidi. Tumshangilie zaidi. Tukae. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa ruhusa yako naomba kuchukua fursa hii kuwakaribisha wakuu wa nchi na serikali na wawakilishi wakuu wa nchi na serikali waliohudhuria shughuli hii kuja kutoa salamu fupi za pole. Kwa idhini yako Mheshimiwa Rais, naomba nimkaribishe kwa nafasi ya kwanza Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Mheshimiwa Rais Tshisekedi, karibu. Excellences, Madame la Présidente de la République unie de Tanzanie, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, waheshimiwa viongozi na wakilishi wa serikali mbalimbali, Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, mabibi na mabwana na itifaki imezingatiwa. Cher peuple tanzanien, ndugu wananchi wa Tanzania, c'est avec consternation, ni kwa masikitiko makubwa sana, empli d'une grande tristesse, yaliyojaa huzuni nyingi tu, que je m'exprime devant vous ninazungumza mbele yenu hapa pour rendre mes derniers hommages ili kutoa heshima zangu à mon regretté homologue et cher frère, son Excellence Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Kwa ndugu yangu hayati Dr. John Pombe Magufuli, lequel est décédé mercredi 17 mars 2021. aliyefariki Jumatano tarehe 17, 2021.
loin de n'affecter que le peuple tanzanien dans son exclusivité, msiba huu sio tu unawagusa Watanzania peke yao. La disparition du docteur John Pombe Joseph Magufuli a suscité l'émoi de tout un continent. Kupotea na kuondoka kwa hayati Dr. John Pombe Magufuli umetingisha bara zima la Afrika, qui se retrouve désormais orphelin d'un homme d'État acquis à la cause de l'amélioration des conditions de vie de son peuple. Bara la Afrika linajikuta hayati kwa kupoteza mwanasiasa mkongwe aliyekuwa analenga kuboresha maisha na kulinda maslahi ya wananchi wake. Acquis également au progrès et au développement économique et social de l'Afrique. Aliyekuwa pia analenga kutetea na kuendeleza uchumi wa kijamii na wa kiuchumi kwenye bara letu la Afrika. En effet, nous garderons du président Magufuli le souvenir impérissable à la fois d'un combattant visionnaire, patriote et nationaliste. Tutabaki na kumbukumbu ya mheshimiwa hayati Dr. John Pombe Magufuli ya mtu mpiganaji, mzalendo, épris de la Tanzanie, son pays, mais également d'un panafricaniste engagé. Sio tu kwa maslahi mapana ya Tanzania bali pia kwa umoja wa Afrika. Grand défenseur de l'indépendance culturelle et économique de l'Afrique. Mtetezi mkuu wa uhuru wa kitamaduni na wa kiuchumi wa bara la Afrika. Désireux de matérialiser cette vision portée par nos pères fondateurs d'unifier le continent. Aliyekuwa analenga kutimiza ndoto ya waasisi wa mataifa yetu uliokuwa unalenga kuleta umoja kwenye bara letu la Afrika na baina ya nchi zetu Afrika. Et d'y promouvoir un développement économique et social par les Africains et pour les Africains. Aliyekuwa anatamani kuona maendeleo ya kiuchumi na ya kijamii yanayosimamiwa na kutekelezwa na Waafrika kwa niaba ya Waafrika. Excellence, Madame la Présidente de la République unie de Tanzanie. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Cher peuple tanzanien. Wa Tanzania kwa ujumla. L'onde de choc provoquée par le décès de son Excellence, Monsieur le Président John Pombe Joseph Magufuli, wimbi lililosababishwa na kifo cha mheshimiwa hayati Dr. John Pombe Magufuli, ne doit en aucun cas annihiler votre adhésion à la vision et aux valeurs qu'il a su incarner pour le développement économique et social de votre pays. Haitakiwi kamwe kupunguza dhamira yenu na nia yenu ya kuendeleza malengo yake, dira na dhima aliyokuwa nayo mheshimiwa hayati Dr. John Pombe Magufuli. Bien au contraire, il s'agit ici de l'occasion pour vous de vous rassembler et de poursuivre comme un seul homme la matérialisation des idéaux fondateurs de votre République. Hii ni fursa kwenu kuja pamoja na kutimiza ndoto inayolenga kuleta maendeleo ya kiuchumi na kiujamii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. En termes de vision et de valeurs qu'incarnait le docteur John Magufuli, tunapoongelea dhamira na dhima ya hayati Dr. John Pombe Magufuli, je citerai notamment son combat mené contre la corruption et les anti-valeurs. Ninapenda kutaja kati ya mengi tu mapambano aliyoyaendesha dhidi ya
ya ubadhirifu wa mali na fedha na rushwa, qui sont des cancers qui n'ont cessé de ronger notre continent et ainsi retarder son essor. ambayo ni kansa iliyokuwa inatafuna bara letu la Afrika na kuchelewesha maendeleo ya bara letu la Afrika. Tout en vous exhortant de préserver les acquis démocratiques qui font de la République unie de Tanzanie un modèle de fierté pour tout le continent, pamoja na kuhimiza kudumisha na kuimarisha msimamo wa kidemokrasia unaofanya Tanzania kuwa ni nchi ya kuigwa kwenye bara letu la Afrika. Je ne saurais clore mon propos sans pour autant souhaiter tous mes vœux de succès et de réussite à votre Excellence, Madame Samia Suluhu Hassan. Nisingependa kumaliza kuhitimisha bila kumtakia mafanikio makubwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Mama Samia Suluhu Hassan. Dans l'exercice de vos nouvelles fonctions et vous assurer du soutien de l'Union africaine et de mon pays, la République démocratique du Congo, tout au long de votre mandature. Nikikutakia mafanikio makubwa kwenye nafasi yako hii mpya na kukuhakikishia sapoti kutoka Umoja wa Afrika na nchi yangu Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Pole sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Poleni sana ndugu zangu wote raia wa Tanzania. Tuko pamoja nanyi. Repose en paix, cher frère Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Je vous remercie. Roho ya ndugu yangu Hayati Dkt. John Pombe Magufuli ipumzike kwa amani na ninawashukuru. Asante sana Mheshimiwa Rais Tshisekedi Tshilombo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mwenyekiti wa Umoja wa Afrika kwa salamu zako. Sasa kwa heshima nimkaribishe Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya na mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mheshimiwa Rais, karibu. Asante. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan, viongozi wenzangu, Mama Janet Magufuli, watoto wako na familia nzima ya marehemu hayati John Pombe Joseph Magufuli, waombolezaji wenzangu, ya kwanza ningependa kuchukua fursa hii tena kulete rambirambi na pole za serikali na wananchi wa Jamhuri ya Kenya pamoja na zangu binafsi kwako wewe mama wetu Janet Magufuli, na kupitia kwako Mheshimiwa Rais, kwa serikali na wananchi wote wa Tanzania. Ningependa hapo kuchukua nafasi hii kama mwenyekiti
wa Afrika Mashariki, kulete pia pole za viongozi wenzangu na wananchi wote wa Afrika Mashariki kwenu nyinyi nyote wakati huu mgumu wa majonzi, tukiwa sisi zote twaomboleza kumpoteza rafiki yetu, ndugu yetu, mchapakazi, Mheshimiwa John Pombe Magufuli, rais ambaye ameheshimika sio tu hapa Tanzania, lakini kwa Afrika Mashariki yote, kwa Afrika yote na kwa dunia yote. Kwa muda wa miaka michache ameonyesha ya kwamba sisi kama Waafrika tuko na uwezo wa kujitoa katika dependence ya watu na nchi za nje, na tuko na uwezo kama Waafrika kusimamia uchumi wetu na kuhakikisha ya kwamba wananchi wetu wametendewa haki. Kwa muda mfupi tumeona kazi ya mabarabara, tumeona kazi ya stima, tumeona kazi ya ujenzi wa airport na mambo mengine mengi ambaye itakuwa ya manufaa kwa Watanzania na pia ambaye itatusaidia sisi wote wana East Africa kuongeza na kuzidi kufanya biashara pamoja na kutulete sisi wote tuwe kitu kimoja na wananchi wa Afrika Mashariki ambao wana uwezo wa kujisimamia na kuendelesha mambo yao kulingana na haki ambazo Mwenyezi Mungu ametupatia. Niko hapa pia kumuomboleza rafiki ambaye alikuwa rafiki wa karibu, rafiki ambaye alikuwa ni mtu tulikuwa tunaongea mara kwa mara, mchana, jioni, tukibadilishana mawazo kuhusu nchi zetu mbili, kuhusu jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Kwangu mimi ni pigo kwa sababu alikuwa mtu wa heshima. Na ndipo najua Watanzania, na ndipo tukasema sisi kama Wakenya na mimi kwanza binafsi, ya kwamba iwe liwalo, mimi lazima nije tuungane pamoja nanyi kumsindikisha ndugu yetu. Na nataka kuhakikishia ya kwamba tutaendelea kufanya kazi pamoja, tutaendelea kushirikiana, tutaendelea kuhakikisha ya kwamba tumelete jumuiya yetu ya Afrika Mashariki pamoja na kontinenti letu la Afrika pamoja. Na sina shaka nikisema hapa siku ya leo ya kwamba dadangu Samia na sasa rais mwenzangu, barabara umeoneshwa, barabara imefunguliwa. Mwito
Poleni, wacha niendelee kwa kusema ya kwamba wadadangu Samia na sasa rais mwenzangu, barabara umeoneshwa na ndugu yetu Rais Magufuli. Mwito unao, hapa ni kazi tu. Wananchi wa Tanzania wako nyuma yako. Yetu ni kuwaomba muendelee na umoja ambao mmekuwa nao, mushirikiane, mumuunge rais wenu mkono ndio aweze kuendelesha kazi ambayo imebaki, na Tanzania na sisi wote tuweze kujivunia na kufurahia kazi ambayo imeanzishwa na mwenzetu. Dadangu, najua wakati huu ni mgumu sana kwako, kwa sababu umechukua usukani wakati mgumu na wakati ya majonzi. Lakini mimi neno pekee ningependa nikuachie siku ya leo ni ile neno Mungu alipatia Joshua wakati Musa aliaga, na Joshua akakuwa anajiuliza kama na uwezo wa kuendelea ama kujaza viatu vya Musa. Naye Mwenyezi Mungu akamwambia, uwe hodari, uwe na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhike, kwa kuwa Mungu yupo pamoja nawe kila uendapo. Kwa Watanzania wote tena, pokeeni pole za wenzenu wa Afrika Mashariki na Kenya. Tuwasema Mungu aibariki nchi ya Tanzania na wananchi wote wa Tanzania. Mungu aibariki Afrika Mashariki. Mungu aibariki Afrika. Na kwa mwenzetu tuwasema raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Mungu na wabariki na walinde. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya na mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa maneno yako ya faraja na matumaini makubwa kwa Watanzania. Sasa ninayo heshima ya kumkaribisha Mheshimiwa Filipe Jacinto Nyusi, Rais wa Jamhuri ya Msumbiji na mwenyekiti wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC. Mheshimiwa Rais Nyusi, karibu sana. Mheshimiwa Rais, ndugu familia ya Magufuli, mabibi na mabwana, kama alivyosema waziri mkuu au waziri wa mambo ya nchi za nje kwenye mkutano wetu wa SADC, Hayati Magufuli alitangaza kwamba Kiswahili ni lugha ya SADC.
Kwa hiyo naomba msamehe kwa makosa. Kwa shauri leo itabidi niseme Kiswahili. Imenyamaza ghafla na milele sauti ya mume, baba, kaka John Pombe Joseph Magufuli. Imenyamaza sauti ya mtawala aliyefuata nyayo za watangulizi wake katika kutetea maslahi bora na makuu ya raia wa Tanzania. Hatua zake na kuhusika kwake kama kiongozi zimefanya John Magufuli kuwa moja ya sehemu isiyoweza kutenganishiwa na historia ya hivi karibuni ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kusini mwa Afrika, Afrika ya Mashariki na bara zima la Afrika. Watanzania, je, kweli tuweza kukubali kwamba eneo letu la kusini mwa Afrika limepoteza mmoja wa wanawe mashuhuri? Je, kweli tuweza kuamini kwamba leo wananchi wa Tanzania wamempoteza raia mwaminifu, Mtanzania mfanyaji kazi na mwenye imani za pekee ambazo zimekuza taifa hili la Tanzania na bara lote la Afrika? Je, tunawezaje kumwaga mtu aliyeongoza Sadeki kwa kujitolea na aliyekuwa na tamaa ya kuiona kanda yetu ya kusini ikiwa uhuru kutoka kwa utegemezi wa kiuchumi? Ni dhahiri mafanikio ya mtoto huyu kutoka Tanzania na Afrika. Utulivu wa kisiasa wenye sifa nzuri na za wazi, ustawi wa kijamii na kiuchumi wa Tanzania, miundombinu ya msingi kwa ajili ya kuboresha hali ya maisha ya Watanzania, viwango vya juu vya ufanisi na utendaji bora vya serikali, yote haya ni matunda yaliyopatikana chini ya uongozi wa Rais Magufuli. Leo hatukubali kama vile ambapo hatukukubali miaka 22 iliyopita tulipopokea habari za kutuacha Mwalimu Nyerere, mshauri wa uhakika wa ukombozi wa Afrika. Leo vile vile hatukubali kama tusivyokubali mwaka wa 2020 tulipopata habari za kupotea kimwili kwa fundi mkuu wa majadiliano na maelewano Daktari Benjamin Mkapa. Mabibi na mabwana, Sadek ipo hapa kwenye hafla hii ya kuagana na inawakilishwa katika kiwango cha juu kabisa kama mlivyoona. Sote tumeamua kuja na kushiriki ili kutoa zaidi ya heshima ya kawaida kwa huyu mfuasi wa maadili ya Mwalimu Nyerere. Safari yake ya kisiasa ya Daktari John Joseph Pombe Magufuli ilifanya kuchaguliwa kwake kama mgombea wa CCM kwenye uchaguzi wa rais uwe kama tukio ya kawaida ya sababu ya haiba na kazi zake. Kuaminika kwake na wananchi wa Tanzania kwenye uchaguzi wa rais wa mwaka 2015 na wa 2020 ni ushahidi mkubwa wa tabia na hisia zake za pekee, umaarufu na uwezo wake wa kushikamanisha watu kwa ajili ya uadilifu wake. Waheshimiwa ndugu marais wenzangu,
naomba fursa niwaambie wanavyojihisi raia wote wa Msumbiji. Sisi sote tunawashukuru sana kwa mshikamano wa ndugu zetu wa Tanzania. Wananchi wa Msumbiji wanajua jukumu la Watanzania la kuunga mkono mapambano yao ya uhuru. Tanzania ilikuwa muhimu katika kuundwa kwa chama ukombozi wa Msumbiji mwaka 1962. Kwa miaka mingi Tanzania ilikabidhi eneo lake ili litumike kama kinga na ulinzi, nyuma maalumu na salamu na sisi wana Msumbiji katika mapambano yetu. Wale waliozaliwa baadaye, huu mshikamano wa Tanzania ilikuwa na bei yake. Tanzania ilihadhibiwa sana na daima na vikosi vya wakoloni. Hata hivyo, ilibaki thabiti katika kuunga mkono kwa kutoa msaada katika safari yetu ya kugombea uhuru. Mahusiano ya urafiki, undugu, mshikamano na ushirikiano kati ya Jamhuri ya Msumbiji na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayakutokana na ujirani kijiografia pekee. Kinachotuunganisha ni uhusiano ulioundwa kwa muda mrefu kwa kihistoria. Uhusiano wa aina hiyo wa kirafiki ulikuwa vile vile unaundwa na nchi nyingine ndugu za eneo la kusini mwa Afrika. Familia yetu haitegemei tu mwelekeo wa kimkakati wa kisiasa na kiuchumi. Tuna historia pamoja, tunashirikishana na mizizi iliyooteshwa wakati wa mapambano na mateso. Leo kama jana, tunahifadhi na kuimarisha uhusiano wetu wa pande mbili kupitia mwingiliano wa kuhudumu katika ngazi ya serikali na katika kiwango cha watu wa nchi mbili. Kwa kweli, ushirikiano wetu unapita zaidi ya mfumo wa mipaka yetu. Kama matokeo ya msimamo huu na pamoja, Tanzania na uongozi wake wa muda wote mfululizo katika mfumo wa kamati ya ukombozi ya OAU ya wakati huo imetekeleza majukumu muhimu katika bara la Afrika, haswa katika ukazaji Umoja wa Afrika. Wakati tunajigamba kunakumbuka jukumu la Tanzania katika mapambano ya ukombozi wa watu wa kusini mwa Afrika nchini Msumbiji, Angola, Namibia, Zimbabwe na pia dhidi ya ubaguzi wa rangi nchini Afrika ya Kusini. Tanzania ilikuwa moja ya nchi zilizosaidia sana kukuza nchi za mstari wa mbele harakati ya kipekee za kukomboa kusini mwa Afrika ambazo zilizosababisha kuzaliwa kwa SADC yetu ya leo isiyoepukika. Rais Magufuli kama mwenyekiti wa SADC ilitumika wadhifa wake bila makosa na kwa uhodari. Alisimamia ukamilishaji ufafanuzi wa maono ya SADC 2020 na 2050, mpango mkakati na maendeleo ya kanda 2020 na 30 kama vyombo vya ukazaji wa maendeleo yetu wote bila ubaguzi wa aina yoyote. Kuondoka kwa ghafla kwa ndugu yetu Rais Magufuli kumeacha pengo kubwa. Upendo wake, kuishi kwake kijamii, utoaji maoni yake kiukweli hadharani kuhusu tukio lolote lile, upendo wake kwa jirani ni alama ambazo haziwezi kufutika kamwe, na kwa heshima milele kutazitunza. Nakumbuka mara nyingi zaidi ndugu Magufuli alikuwa
anapiga simu asubuhi saa 12, huku Tanzania ni saa 1. Kwetu tulikuwa tunalala, lakini mara yasema amka ndugu yangu, amka ndugu yangu, kazi tu. Ninakumbuka tulivyokutana hivi karibuni nilipotembelea Chato kwao alikozaliwa, ambako pamoja na kwa urafiki na ustaarabu tulijadiliana kuhusu mambo ya usalama na utulivu kwenye kanda yetu ya kusini, haswa katika nchi zetu mbili, Msumbiji na Tanzania. Ndugu wapendwa, maisha ni zawadi ambayo huwa na maana ikiwa wakati wa muda tulionao wa kuishi tutafanya mambo ambayo yatatufanya tukumbukwe. Kumbukumbu hii itakuwa ni jinsi yetu ya kuendelea kuwa hai hata baada ya kuiacha dunia. Leo Daktari John Pombe Magufuli hayupo nasi tena kimwili, lakini bado anaendelea kuwepo kati yetu, kwa vile wakati alipokuwa hai yeye amependa kumbukumbu za safari aliyoshirikiana nayo na watu wengine. Wengine hao ni sisi wote. Nataka niseme na Magufuli. Ndugu Magufuli, mbele ya mwili wako sisi wenzio katika SADC hatutasita katika ulinzi wa heshima za raia wetu na katika mapambano kwa ajili ya ustawi wao. Ndugu Magufuli, tutakukumbuka kama kiongozi thabiti ambaye katika imani yako imara zilizoundwa ukimfikiria kila Mtanzania, ukiwafikiria Waafrika wote. Ni matumaini yetu kuwa dada yetu Samia Suluhu Hassani aliyeapishwa hivi karibuni kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakubali uhakikisho wa kuzingatia kwetu kwa hali ya juu heshima ya kibinafsi na msaada wetu ulio kamili, ili aendelee kuwaunganisha Watanzania na nchi ya amani, aendeleze vitendo vya Rais Magufuli. Kwa familia iliyofiwa dada Mama Janet Magufuli, wananchi wa Tanzania, kwa niaba ya watu wote, ndugu wa SADC, poleni, tunawatakieni faraja. Kulia kwenu ni kulia kwa zaidi ya wakazi 364 milioni kwa kusini mwa Afrika. Ninafika mwisho nikisema, na kwa heshima kwa hiyo dua inayotolewa sasa pale msikitini, Magufuli, mwanadamu mwenye uwezo imara kama wa kwako, hafi kamwe. Kwa kauli mbiu yako ya hapa kazi tu, wewe utaendelea kuwa hai kwenye mioyo ya Watanzania. Wewe upo nasi. Pumzika kwa amani, ndugu mpendwa John Joseph Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Rais Jacinto Filipe Nyusi, Rais wa Msumbiji. Muito obrigado. Your Excellencies, heads of state, who have rushed here to come and console us in one of the most difficult times in the history of this nation, struck by inconsolable grief. We had allowed the three presidents
a bit of more time, taking into consideration one is a chairman of AU, the other one is chairman of EAC and SADC. With a sense of high humility, I humbly beseech you, the rest of the heads of state, vice presidents, prime ministers, where possible, because I cannot order you, your heads of state, to request you to grant more time to the mourners in this stadium who would want to wish farewell to their hero and gallant son of this country. In that order, I now like to request Mheshimiwa Cyril Matalema Ramaphosa, Rais wa Jamhuri ya Afrika Kusini. Karibu. Program Director, Your Excellency President Samia Hassan, Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Janet Magufuli, Mama Janet Magufuli, Your Excellencies, Heads of State and Government, Waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali, Your Excellencies, former Presidents of Tanzania, Waheshimiwa maraisi wastaafu wa Tanzania, to the family of our departed brother, kwa familia iliyoondokewa na kaka yetu, to the government and the people of Tanzania, kwa serikali na watu wa Tanzania. I stand here very briefly to extend the greetings from the people of South Africa to all of you, the people of Tanzania who have lost a beloved president and a beloved brother. Nasimama hapa kuleta salamu kutoka kwa watu wa Afrika Kusini kwenu nyinyi wa Tanzania ambao mmeondokewa na aliyekuwa rais wenu mpendwa. The family of nations of Africa are today mourning the passing of their own, an esteemed leader of his people and a tireless champion of the cause of African progress. Umoja wa familia ya Afrika leo unaomboleza kwa kuondokewa na kiongozi mahiri ambaye alikuwa na maono ya kulikomboa bara la Afrika. In President Magufuli, we have lost a true Pan-Africanist, a president who was unapologetic about being an African. Tumempoteza shujaa wa Afrika ambaye yeye alikuwa amesimama kidete kulitetea bara la Afrika. It is a little more than a year and a half since I was last here in Dar es Salaam at the invitation of President Magufuli for a state visit to attend the SADC summit. Nikikumbuka toka alipokuwa amenialika hapa kwa mwaliko wake rasmi wa kitaifa wakati nikihudhuria mkutano wakuu wa nchi wa SADC. I recall the warmth that we were showered with by President Magufuli and Mama Janet Magufuli as we sat down to strengthen the bonds of friendship between our two countries, South Africa and Tanzania. Ninakumbuka ukarimu mkubwa aliotupatia pamoja na Mama Janet Magufuli katika harakati za kuimarisha uhusiano wetu kati ya Tanzania na Afrika Kusini. I also recall the discussions that President Magufuli and I had when he came to South Africa for my own inauguration, and we discussed his vision for the development of Tanzania and for the region and for our continent. Ninakumbuka pia alipokuja Afrika Kusini kushuhudia kuapishwa kwangu, majadiliano tuliyokuwa nayo yaliyokuwa yakipelekea na akanipa maono na dira aliyokuwa nayo kuhusiana na nchi yake ya Tanzania. I felt honored because President Magufuli was not a great traveler. He didn't like traveling very much. He preferred to stay here at home. Nilijisikia kuheshimiwa sana kwa sababu
Mheshimiwa Magufuli alikuwa ni mtu imara mwenye upendo ambaye alipenda pia kusikiliza na kuweza kutoa mwongozo kwa wenzake. And I often thought that he possibly was afraid of flying in a plane, but he told me that no, he preferred to be here to continuously serve the people of Tanzania rather than be traveling all over the show. Ninakumbuka Mheshimiwa Rais Magufuli alipendelea sana kukaa nyumbani kuliko kutembelea nchi za nje ili aweze kuwasaidia watu wake wa Tanzania. Kumradhi kwa sababu ya kutokusikia vizuri. I can now see that indeed he stayed here at home to serve you as the people of Tanzania, because the work that he has done and what he has left behind is quite impressive as one listens to the report of the things that he has done. So you were a very lucky nation to have a president like President Magufuli. Aliamua kubaki hapa nyumbani kuweza kuwatumikia nyinyi watu wake wa Tanzania, na mambo aliyoyafanya na mambo aliyoacha. Hakika nyinyi ni taifa linalostahili kuwa na furaha kuwa na rais kama John Pombe Magufuli. When I was here, I took special care to thank President Magufuli on behalf of the people of South Africa for the support that Tanzania gave us during our darkest period as we struggled against apartheid. And once again, I want to repeat what I said to him and say, thank you, Tanzanians, for supporting us against the struggle against the apartheid rulers of our country. Nilipokuwepo hapa kuweza kumshukuru kwa jinsi ambavyo Tanzania imekuwa ikitusaidia Afrika Kusini, niliweza kumshukuru kwa jinsi ilivyotusaidia Tanzania kupambana dhidi ya ubaguzi wa rangi. Naomba niseme maneno nilimwambia asante Magufuli. As South Africans, we were very fortunate to be the last born, to be the last to attain our freedom. We got support from the various countries in SADC, from Botswana, they are here today, from Zambia, from Mozambique, from Angola, from Lesotho, from Eswatini, and today we are here in Tanzania, and Tanzania was the glue that held us all together so that all of us can get our freedom. So we say thank you very much for all the help you gave us. Sisi Afrika Kusini tunashukuru kwa kuwa tulikuwa ni nchi kama ya mwisho kupata uhuru hapa Afrika, lakini tukisaidiwa na nchi mbalimbali iliyokuwa kiongozwa na Tanzania. Zambia walitusaidia, Lesotho Tanzania walitusaidia, na sisi leo sote tuko hapa ambapo Tanzania ndio ilikuwa kama gundi au limbo uliotuunganisha kwa pamoja katika kupata uhuru wetu. Asanteni sana. Lastly, I just want to thank President Magufuli for 3 things. Napenda kumshukuru Rais Magufuli kwa mambo matatu. President Magufuli stood out as a warrior against corruption. Rais Magufuli alisimama kama shujaa dhidi ya rushwa na ubadhirifu. He was one of the new generation of leaders on our continent who waged war against corruption and who believed that leaders should work for their people and not for themselves. Amekuwa ni miongoni mwa viongozi mahiri katika kizazi kipya ambaye amesimama kupambana na rushwa na kusema ya kwamba viongozi haipaswi kujitumikia bali wanapaswa watumikie mataifa yao. I also want to thank him for focusing on economic development, focusing more of his attention on the economic development of his country
and the region, and indeed the continent as well. Na napenda kumshukuru kwa ajili ya shabaha yake au mlengo wake kuelekea ukombozi na mafanikio ya kiuchumi